Okay. Kama mnavyojua jana tuliongea na nyinyi na kwanza karibu. Yes, thank you. Na pole sana kwa yale yalikupata. Thank you. Asante. Msichana na wewe. Asante sana kwa kufanya yale ulifanya. I want also to recognize the lawyers. Pongezi. Jina? Mawewe Silas. Dilemma. Ushaupita? Buvimala. Na huyu rafiki yangu tamuintroduce, huyu ni rafiki kutoka UK. Anakuanga ndio Secretary General wa Wiper. Wiper kule UK, lakini nifanya biashara. Mnajua jana nilisema kabla sikuwa nimemjua, ndio tumejuana leo, na asante sana kwa kufika. Jana nilimesema kwa yale yalikupata, na kwa sababu una makao na mimi mtoto wa squatter, na najua yale tuliendea. Are we together? Haina sauti. Gani ina? Network italeta issue. Ikia simo flight mode. Ikia ndege. Sawa. Ya, nilikuwa nasema kwa sababu mimi nilikuwa mtoto wa squatter, na rafiki yangu wakati alienda Kamiti akaspendi miaka 9, amejipata hana shamba. Mimi nikasema jana nimejitolea na nikatoa eka 2 ya shamba, na nikasema pia kampuni yetu itahusika kwa ujenzi ya hiyo nyumba sehemu za Kibwezi. Pia nimemobilize marafiki yangu. Huyu ni rafiki kutoka UK, anafanya UK, anaitwa Tom Musau, na yeye amejitolea akajitolea akasema anataka wewe ukitoka pia usipate shida. Ametoa motorbike ya over 100,000, tutapeana rasmi. Hiyo motorbike sio lazima wewe uendeshe, unatafuta hao vijana kuletea 500. Hiyo ndio inakuanga ka contract, anakuletea 500 kila siku. Yeye anafanya kazi zake, akikosa kupata ajatafute mahali atapata. Labda kuna siku nyingine atafanya 1,000, lakini akuletea 500. So ili maisha yako pia iendelee. Na pia tumediscuss na kampuni ya hii hotel. Tukasema msichana, kama unaweza kukubali, unaweza kufanya hapa pia tukupe kazi. Alafu ili tuendelee na uendelee pia na maisha. So nataka kumshukuru ndugu yangu, na ni pengine ungesema jambo lolote umpe pole, alafu tutafanya hadi ngovo ya hiyo kuja tu katikati ya kuja kule katikati. Kwa majina naitwa Tom Musau. Mimi ni mfanyabiashara wa UK. Nimekaa huko kwa miaka zaidi ya 10, na mheshimiwa Kalende Ndile ni rafiki yangu sana. Kuja hapa wakati natembelea huku, kuja na kula hapa chakula mzuri, kitaka kulala na lala. Sasa jana nilikuwa nasoma gazeti, sikuwa na wakati wa kuangalia TV, lakini nilipokuwa nasoma gazeti nikaona ya kwamba yale yaliyompata ndugu yangu hapa. Tukaongea, akanieleza vile amesaidia, na kwa sababu mimi huwa ninasimamia kikundi inaitwa Wiper UK. Mnajua Wiper, si ndio? Ni Secretary General, na huwa tunachanga pesa ya kusaidia watu na mashida kama school fees. Tumejenga library juzi, tunasaidia kujenga library hapa Mboni, na pia tumesaidia upande wa COVID. Hiyo wakati mlisikia party leader wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka juzi alikuwa anapeana usaidizi huko Nairobi, tulikuwa tunatuma pesa kwa mradi. Kwa hivyo nilipoambiwa ya kwamba
kuna huyu ndugu ambaye alishikwa na hiyo madhara. Nikaongea na ndugu zetu huko UK, chairman anaitwa Patrick Kilu mwenye Xerox. Tukamwambia hapa kuna huyu ndugu ambaye alipatwa na hii madhara, tunaweza kumsaidiaje? Ndio tukaangalia kwa kiti, tukapata kuna kadhaa, tukasema acha tukaongea na mheshimiwa, tukamuuliza hii pesa inaweza kufanya nini? Alafu akasema hebu tumpatie motorbike, akienda huko akitafuta bibi mwingine awe aendi kwa bila na miguu. Alafu pia tumesema wakati atakapooa tena tutaangalia kama tutalipa kang'ombe. Kang'ombe bado inakuja. Kwa hivyo mheshimiwa ako na namba yangu, bado tutakusaidia kwa sababu tunajua wenye wameoa, tunajua sio kibarua rahisi. Na hii hata pia naweza sema huko inaona ni kuzuri, wanakaa kijana sana. Naona umezidika sana, lakini usirudi huko tena, lakini huwa nafikiri utakuja umekaa vibaya, lakini naona umekaa vizuri. Kwa hivyo tumenunua hiyo motorbike na tutampea kirasmi ndio aweze kujisaidia nayo, kama anataka kutembea nayo, kama anataka kupeana iwe naleta, nimesikia 500 kwa siku. Tunaweza kujisaidia na kwa hiyo. Alafu hiyo ng'ombe usisahau tumeweka kando, tutakupatia wakati utasema umepata bibi. Hatutaki ukae bila bibi. Sawa sawa. Asante kwa rafiki yangu na asante kwa wale wengine. Kuna wengine wametoa simu na wataki wajulikane ili naye akuwe kwa mitandao. I want also to take this opportunity to thank the lawyers for the good work. Nadhani bado mtaendelea kumaliza hiyo makesi. Kesho tungepitia kule kotini tupata nafasi, but I'm having a board meeting in Kitui. Naona kama tutapitia tuwapee solidarity. Ni Kidhimani. But I hope all will go well. So kwa marafiki wale wamejitolea, tunashukuru sana ndugu yangu. Umesaidia na hiyo ni njia moja ya kuonyesha umoja. Kwa hivyo maybe if somebody does a question. Kwa majina yangu naitwa Julius Wambua Musyoki. Mimi Kidogo tu. Anza tena. Majina yangu naitwa Julius Wambua Musyoki. Ni mimi ambaye nilikuwa katika jela ya Kamiti nikiwa natumikia kifungo ya maisha bila kujua nilitenda nini. Na baada ya kuendelea tu na kutumikia kifungo ya maisha, mtoto wangu Ndokas Mwende ikafikia kiwango sijui ni Mungu aliingilia, akatokea mbele ya media ya Citizen TV ikiongozwa na Lulu Hassan na akapasua mbarika ama akatoa siri ambayo ilikuwa siri piche ile alitumiwa na mama yake ili niweze kuingia jela, na akasungumuza akatoa wazi kulingana na vile kuliendelea, na akaniomba msamaha, na mimi nilikuwa nimewasamehe kabla hata sijamuona, na hata kabla hajaniomba msamaha nilikuwa nimewasamehe kitambo sana, na pia wenye walihusika labda kwa hiyo kesi pia wote na wasamehe kabisa. Nimesema hivyo kwa nini? Kwa sababu mimi niliumbwa na Mungu na hata hao waliumbwa na Mungu, na kama mimi naombanga msamaha Mungu anisamehe, pia na mimi nastahili kusamehe. So niliwasamehe wote
na sina uhasama na mtu yoyote. Kwa hivyo hata tukikutania mahali, ningeomba sana tukule na tukunywe na wao na tuishi pamoja na tuendelee kujenga taifa yetu ya Kenya. Ile ingine ningependa kusema, nashukuru sana kwa siku ya leo kwa sababu ya Mheshimiwa Kalembe Dile, kwa vile amesema ya kwamba tumtembelee ili akaweze kuongea na sisi kulingana na mipango yao. Na ninashukuru sana kwa sababu amesema labda kuna shamba anaweza nipea ili nianze maisha. Na ningependa kusema ya kwamba Mungu akubariki sana, sababu naweza sema wewe ni ndugu ama wewe ni baba yangu, na kwa vile umeona mtoto wako alikuwa amehangaika sana na hana chochote, ningependa kukushukuru sana. So Mungu akubariki pamoja na familia, na Mungu awabariki zaidi. Pia nataka kushukuru kwa upande ya ndugu huyu ambao anafanya kazi katika UK akiwa katika chama ya Wiper. Amesema ya kwamba kulingana na vile wamesoma gazeti na wakaona ikielezea ile shida ambao nimepitia, na wakaona ni muhimu waulisane wanaweza kunisaidia namna gani. Nataka kushukuru sana kwa sababu amesema waliungana na wakatoa hera na wakanunulia motorbike ambao nitaiona hapa mbele, na ningesema ya kwamba nitashukuru Mungu, na pia Mungu awabariki sana na watende mema pamoja na hawa watu wako katika UK. Swali moja tu. Swali langu ni kwa Mbua, hata ingawa sikuchochei. Yes, ulikuwa kule ndani na unajua hali ya wale ambao wako kule ndani. Probably kuna wengine ambao walikuwa wanapitia hali kama ya kwako, kusingiziwa bila hatia. Huenda utaanzisha program ya kuweza kuwasaidia kama mpango wako ni upi kwa kama ambao ni marafiki zako walikuwa marafiki zako kule ndani? Naweza anzisha nikipata watu ambao wanaweza kunifadhili katika hiyo mradi wa kupunza watu ile mtu anastahili kukaa ili asiweze kuingia gerezani. Maana pale gerezani mimi nilikuwa mtafiti, mchambuzi na mwandishi kwa wenzangu wafungwa. So pale gerezani nimejua mengi na naweza funza watu kutoka vijana, wasichana, wazee na wamama, ili mambo ingine wasije wakatenda bila kujua wanatenda nini. Kwa sababu gani? Kama huyo bibi wangu angejua ile alikuwa anatenda, angefanya. Na sisemi alifanya mbaya kwa sababu hakukuwa anajua, lakini kama angekuwa anajua ama kama angekuwa ameelimishwa na mtu, angefanya jambo kama hilo. Ndio nilichukua jukumu ya kumsamehea na kusamehea wale wengine. So ningependa kupeana kampano kidogo nikimaliza. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Wawire, ni wa huko pande za Bugoma, ambao walikuwa wamestakiwa kama mimi na kafungwa miaka 20 gerezani, na nilikuwa naishi naye pale na ilikuwa tu department. Lakini baadaye baba ya msichana, sababu Wawire niko naye jela, alitoka akaenda kwa bibi ya Wawire, akaenda akamwambia nataka unitafutie 200,000 ili niweze kuswea affidavit nitoe Wawire jela kwa sababu hakukuwa amefanya hii kitendo. Wakati bibi alisikia jambo kama hilo, alitoka nyumbani Nairobi akakuja mpaka kumuona Wawire jela. Alipokuja kumuelezea, Wawire akaona hiyo 200 sio kitu, wacha nitoe hao watu wanitoe jela sababu sikufanya. Akaambia bibi yake, enda utafute ndugu yangu sababu ndugu yake ni sio ni staff chief ama ni chief. Wakaenda akamtafuta, akamuelezea, akamwambia na kama ndugu yangu anaweza toka, hiyo pesa sio kitu. Wakaenda kwa bank, withdraw hiyo pesa 205,000
mzee akapewa na risiti, kila kitu iko na ako nazo. So alipopewa akapotea kabisa mpaka siku ya leo. Naye Wawire wakati alituma appeal Kenya Court ikaenda ikamrudisha retrial. Alipoenda retrial, nafikiri ni kama amemaliza kesi, sababu yako hapa Nairobi na anaendelea na kazi yake. So mambo kama hayo ilitendeka ni kwa sababu wale walikuwa wanatenda hawakuwa wanajua vile wanafanya. Lakini kama angekuwa na mwalimu wa kuwaelezea vile wanastahili kukaa na vile wanastahili kuwa wanapendana, Wawire angekuwa jela na Wawire angenyang'anywa pesa yake. So pale jela kuna mambo mengi sana, na kuna watu pia wanahitaji msaada, kwa sababu nasikianga mtu akiuliza, sawa mimi sikutenda, nitafanya nini? Na kwa sababu hana jambo la kufanya, basi anavumilia. So watu ni wengi ambao wako na shida. Yes. So twende kwa process ya Andy Ngoma. Yeah. Kalinde. Na bila shaka basi, kama unavyoendelea na kutizama na kuona, ni moja kwa moja kutoka mjini Machakos, ambapo Mheshimiwa Kalembe Ndile tayari ashafanya shughuli nzima pale kukutana na Julius Wamboa, ambaye tunafahamu fika kwamba aliweza kuachiliwa siku chache zimepita kutoka katika eneo hilo. Na sasa hivi tupo hapa mjini Machakos, tayari ameweza kukutana na Mheshimiwa Kalembe Ndile. Na sasa hapa unapotizama na kuona ni pikipiki ambao Julius Wamboa pia ameweza kuipokea pikipiki hii kuweza kumsaidia katika maisha yake anapoendelea pia na kujikimu na kutafuta mawili matatu ya kuweza kufanya baadaye. Na kama tulivyoelezea ama ulivyotazama kuona hapo awali, ni kwamba tayari ashazungumza pale na akaelezea vile ilivyokuwa katika mahakama na vile vile kule kotini na vile vile kwenye jela. Na pia sasa hivi anafurahi sana kuweza kupata shamba kutoka kwa Mheshimiwa Kalembe Ndile ambaye amempatia shamba ekari 2, na ni kwamba sasa hivi tunaelekea katika zoezi nzima la kuweza kupatiwa vyeti vya shamba na kadhalika pale kuweza kupelekwa moja kwa moja hadi kwake, ambao pia Mheshimiwa ameweza kusema pia wataweza mjengea nyumba kuhakikisha kwamba anapata mahali pa kuishi na familia yake na kuweza kuanza maisha upya. Hayo ndio mambo ambayo yanafanyika kwa sasa, na ukiangalia pikipiki nzuri tu ambao pia wahisani wema kama ulivyosikia pale wameweza kuizungumzia, na pia hii itakuwa ni moja yake kuhakikisha kwamba usafiri wake unakuwa ni sawa sawa kabisa na kufanya shughuli zake za kawaida. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa mjini Machakos hapa, na popote ambapo unazidi kutizama na kuna taarifa hizo kupitia kwenye CC Radio kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawa. Isitoshe vile vile kuna mhisani mwingine ambaye ameweza mpatia simu ya kisasa kama ambayo ni mikamera kwa mkono wangu hapa, kuhakikisha kwamba simu ile anaweza kuitumia kwa mawasiliano yeye na familia yake na marafiki zake anapojiandaa kuweza kuanza maisha upya. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Ameweza kupata pia simu mpya ambao amepatiwa na mhisani mwingine kando na pikipiki. Ameweza pia kupata simu nyingine mpya ambayo pia itamsaidia katika mawasiliano ya kama alivyokuwa ameomba pale awali, kuweza kupata simu kurahisisha mawasiliano yake. Basi hao ni mambo ambayo yanafanyika kwa sasa na matukio ambayo yanatukia, na tutakuwa tunaendelea kuletea mengi zaidi kuhusiana na swala nzima ili tangu lilipoanza, ukisha kwamba unapata taarifa kamili kuhusiana na maisha yake Julius Wamboa ambaye alifungwa miaka 8 katika gereza la Kamiti baada ya kuzingiziwa pale kumnajisi mtoto wake wa kike katika ndoa yake iliyovunjika pale awali. Lakini anaweza kusema tu, amerudia tena maneno aliyosema kwamba mimi nimemsamehe mke wangu kwa yale ambao aliweza kufanya. Nyayo kutoka hapa mjini Machakos kwa sasa, tutakuwa tunakuletea mengi zaidi kuweza kufahamu taarifa zaidi.